Hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii. Jina langu ni Ali Manzu. Maafisa kutoka Kitengela wamemokoa msichana mwenye umri wa miaka 6 baada ya madai ya kuteswa na babake mzazi. Naibu wa chifu akiandamana na wanaharakati wa kike wanaotetea haki za watoto walivamia nyumba yao pale binti huyo alipokuwa amefungiwa. Msichana huyo alipatikana akiwa amejikunja kwenye chumba kimoja baada ya madai kuwa babake alikuwa akimpiga kila leo na kuonekana kuwa na kovu chache mwilini. Kulingana na majirani, msichana huyo mwenye umri wa miaka 6 alikuwa akilazimishwa kuwachunga wadogo zake, na anapokataa basi wanapigwa, akidaiwa kuwa ugomvi wa baba na mwana umekuwa mara kwa mara. Ni hali ambayo iliwalazimu wakazi kuripoti kisa hicho kwa chifu aliyeandamana na wanaharakati wa haki za watoto ili kumwokoa. Babake msichana huyo bado hajapatikana huku uchunguzi ukianzishwa. Sasa nikiwa this year mimi nachemshanga mahindi na uzanga mahindi. Sasa nikiweka mahindi pale na jiko na sufuria yangu, mtoto anakujanga ananiambia ndisi unisaidie na mahindi. Mimi siku moja nikamkatia mahindi. Hata mtoto badala ingie kwa wakulie, akapita kwa choo, akaenda kwa choo kukulia huko. Sasa mimi nikafuata mtoto, nikafikiria anaenda kutupa mahindi yangu kwa choo, mimi nikapata anakulia hapo kwa choo. Sasa mimi sikumuongelesha, manake mtoto hata ongeangi na watu. Tumekuja kudhibitisha kweli huyo mtoto anaishi aje. Na vile tumefika tumepata mtoto akiwa na kitabu. Labda kuna shida kati ya wazazi wawili yenye tuwezi jua kwamba ni nani anahusisha vitendo kama hivi ya kudhulumu mtoto. Maana sana unakuta mama kama huwezi chukua jukumu kama mtoto umemzaa na umemlea. Ukweli huyo mtoto atakuwa ameathirika zaidi. Ndiposa kama wamama kama tumepata watoto kama hawa, ni vizuri tusimame na watoto na tulea watoto katika njia ambayo inafaa. Baraza la mawaziri lilikamilisha mkutano wake katika hoteli moja ya kifahari mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru, na kuazimia kwamba ama serikali haitoanzisha mradi wowote, na sasa wataelekeza jitihada zao katika kukamilisha baadhi ya miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa. Hivi sasa basi tunaungana na mwanahabari mwenzangu Victor Ogale akiwa katika kaunti ya Nakuru, atuarifu na mengi tu baadhi ya maazimio ambayo yaliweza kutokamana na mkutano huo uliofanyika juzi na hapo jana. Manzu, kama ulivyosema ni ukweli, Rais Uhuru Kenyatta ametoa agizo kuwa kuna mradi ambao utazinduliwa katika mwaka ujao, katika bajeti ijayo mwaka 2016-17, au kizingatia kuwa kuna baadhi ya ahadi ambazo serikali ya Jubilee ilitoa ilipokuwa ikiingia uongozini. Kwa hivyo ametoa agizo kuwa lazima wataangazie miradi ambayo walikuwa wamesema watatimiza kabla ya uchaguzi ujao kwanza, na miradi mingine itafanywa baada ya uchaguzi wa mwaka 2017. Pia kukukumbusha tu ni kuwa baada ya miezi 3 kutakuwa na waziri wa fedha Henry Rotich atakuwa akisoma bajeti ya nchi pale bungeni, na bila shaka baadhi ya masuala yaliokuwa yakipigiwa sasa pale Naivasha ni kuhusu bajeti na maeneo yapi hela zitaelekezwa, ama miradi ipi ama wizara zipi zitapata hela. Swala lingine ambalo nilipewa kipaumbele pale ni swala la wakimbizi wa ndani kwa ndani, wale IDPs kufidiwa, na rais akasema wote watapata kufidiwa. Na utakumbuka kuwa baadhi yao kutoka maeneo magharibi mwa nchi au Nyanza wamekuwa akizua tetesi na lalama kuwa hawakupata hela walizoahidiwa, au wengine wao walipewa hela tofauti na zile walizoagizwa. Kwa hivyo labda hilo pia litakuja kama mwamko mwema na habari njema kwa kuwa watafidiwa na mambo yatazidi kuwa vile yalivyokuwa kitambo. Manzu, lingine ambalo pia baraza la mawaziri lilipata kuzungumzia ni swala la fedha zaidi kuelekezwa katika tume ya mipaka na uridhiano ya IEBC, hasa ukizingatia kuwa sasa tunaelekea mkondo wa kampeni na hatimaye mwaka 2017 mwezi Agosti tutakuwa tukielekea katika shughuli za uchaguzi. Kwa hivyo miradi yote ya IEBC itapata kupewa fedha ili kuhakikisha kuwa timu hapo mwaka 2017 mwezi Agosti swala la uchaguzi zinaendelea. Yani hayo ni baadhi tu ya masuala ambayo labda yalipewa vipaumbele. Kwa hivyo kuna masuala mengine haswa ukizingatia swala la afya. Msemaji wa ikulu ambaye ni Manoe Sipisu alitujuza kuwa serikali itatilia mkazo katika kuhakikisha kuwa madawa yamewekezwa katika hospitali na vifaa vingine ambavyo vinahitajika ili kuhakikisha Wakenya wanapata huduma wanazohitaji, kando na ule mfumo wa dijitali wa tarakilishi kuenezwa katika shule za msingi kwa watoto wachanga.
Naam, asante sana Victor Ogale kwa taarifa hiyo fupi inayokujia kwa njia moja kwa moja mtazamaji kutoka afisi zetu zilizoko katika kaunti ya Nakuru hapo mjini Nakuru kwenyewe. Tukiendelea na taarifa zaidi, ufunguzi rasmi wa kongamano la 3 la ugatuzi umefanyika katika chuo Anwai cha Meru. Rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa akitarajiwa kuendeleza shughuli hiyo hakufika na badala yake waziri wa ugatuzi Mwangi Kiunjuri alimwakilisha. Kwenye hotuba ambayo iliyosomwa na waziri Kiunjuri, Rais Kenyatta ametaka viongozi kusitisha migogoro baina yao na badala yake kuendesha gurudumu la ugatuzi linalonuia kufikisha huduma za serikali kwa raia, hasa ambao wametengwa hapo awali na mfumo ule wa zamani wa utawala. Huku hotuba ya rais ikitaja hazina mbalimbali ambazo zimetengwa ugatuzi na kwamba kwa miaka 3 hivi tangu ugatuzi kubuniwa kumekuwa na maendeleo ambayo yameshuhudiwa. Mwenyekiti wa baraza la magavana Peter Munya na ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Meru amesisitiza kuwa bado kuna changamoto sihaba hususan zinazozingira utoaji wa fedha. Kwingineko mtazamaji, kesi ya wananchi 25 kesi ya wananchi 25 ambao walioathirika na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 katika mahakama ya juu itasikizwa kuanzia hapo kesho. Kesi hiyo inayoshughulikiwa na jaji wa mahakama ya juu Isaac Lenaola iliwasilishwa mahakamani mwaka 2011 ikiwakilishwa na Wakenya ambao walikuwa wamefurushwa makwao katika maeneo ya Eldoret, Kericho, Kisumu, Isiolo, Naivasha, Nairobi na maeneo mengine ya taifa. Waathiriwa hao wana imani kuwa mahakama itawapa haki baada ya kusubiriwa kwa zaidi ya miaka 9. Tumeona hii imekuwa ni mzaa katika eneo la Serisha, watu kuwawa na bila hatua kuchukuliwa. Tumekuwa na wakili kama yule ameongea huyu huko Bungoma. Aliwawa mpaka saa hizi hakuna suspect yote wanyama, sema unajua wanyama. Hakuna suspect yote ambayo amefikishwa kizimbani. Na tumesikia suspect number 1 ni Musyoka. Basi tumesema habari imepigwa kwa OCPD, file ifunguliwe. Yeye kama atapatikana kalibebo awekwe pingu, kama raia yoyote apelekwe kotini. Kumradhi mtazamaji, taarifa hiyo ni tofauti na ile ambayo nilikuwa nimekusomea, lakini nitarudi baadaye. Tuendelee na leo mashinani. Kumbuka pia siku ya leo gavana wa benki kuu nchini alisema kwamba tarehe 27, yani wiki ijayo, benki ya Cheza ambayo ilikuwa imefungwa itafunguliwa rasmi. Nitakuletea taarifa hizi kupitia KTN News kwenye muda usiokuwa mrefu. Mwisho wa taarifa za mbio ya KTN ni Temanzu. Kwaheri.